Karibu tena. Mimi tena ule Pastor Daniel kama vile munaniita ama Papa Dani. Yote nakubali kwa gisi umesikia uniite. Yote ninakubali. Leo tunaendelesha mada yetu. Kwanza nashukuru Mungu na nashukuru wale wote ambao walisupport video ambao nilifanya last time, and let me say I was very happy to see even my colleagues at work, they watched the video and they told me, please next time when you do again another video, try to explain in English so that we can also understand. I say okay. It's better because I know now that you are watching me and I know that you will hear what my voice will say. Kwa kweli, acha niseme kwamba asante tena kwa yote wale wote ambao wali comment positivement, sikuona vraiment negative. Mungu awabariki sana, inamaanisha mulisikia na mulifurahia yale ambayo tuliongelea. Na mimi naona video inaendelea kabisa kuingiza watu. Saa hii tunafika ku 1200 ya watu. Unaweza hubiri katika kanisa na hautapata hata wale watu wenyewe watakusikia. Labda utapata watu 10 wenye walifika kanisani ama 12, lakini kwenye mtandao unakutana unaongea mbele ya watu 1000. Hiyo ni shukrani kwa Mungu. Lakini acha nikwambie kwamba leo tuko na mada nyingine ya mzuri yenye tunasema kwamba mistakes 12 ambao sisi watumishi tunatenda ndani ya kanisa, na hiyo mistakes zinatufanya kuwa wa scammers ndani ya makanisa. Kuliko tukue watumishi ndani ya kanisa, tunakuwa wa scammers ndani ya kanisa. Na kukuwa scammers ndani ya makanisa inafanya sasa makanisa leo zinatengana sana. Inafanya makanisa zinaingia mo vurugeni nyingi sana. I'm saying that today, instead of being a servant of God in a church, we are becoming now scammers in the church. Most of servants, they turn from to be servants to a scammers. So I'm going to explain to you today how the devil has changed the church. When he entered in the church, he has changed many things, but people don't recognize that there is many things has changed in the church, because many people, they are taking it like it's normal. Everything is normal. But let me tell you, it's not normal. It's not normal, because scammers now are in the church. And who are those scammers? As servants of God, we have become scammers in the church. I'm going to explain to you with the 12 mistakes people are doing, 12 mistakes leaders they are doing in the church, and which makes the church to be now to have difficult to grow. The church has difficult today to grow because of those mistakes. 12 mistakes we're going to talk today. Number one, I'm not going to take long. Ya kwanza, mistake ya kwanza ambao sisi wa leader tunafanya ndani ya kanisa na inatufanya kuwa kanisa tunaipatia hali ngumu sana ya kuendelea. Unakutana sasa kanisa
linabaki vile vile. Yaani kama mnakuwa na watu 10, kama mnakuwa na watu 20, sasa kuliko kanisa liendelee kupanda, kanisa linabakia standard. Linabakia pale pale. Sababu gani? Kuna ma mistakes ziko ndani ya kanisa ambao sisi balida tunafanya, lakini tunaikamata kama vile ni kawaida. Ni vitu vya kawaida, kila mtu anaviona ni vitu ya kawaida. Kumbe ni ma mistakes zenye watu wanaziona, lakini hakuna namna wazi express, hakuna namna waziseme. So leo nitakupa zote 12. Unifuate tu. Kama una esprit ya kutukanana ku Facebook ama kumtandao, go ahead. Siogopake vya vile. Kama ninasema ukweli, manake na ni ukweli. Na sikwambii kama inspiration yangu iko bibliki. Inspiration yangu haiko kusema kwamba niliitosha ndani ya Biblia ama niliitosha mteknolojia mu Bible ama mu Bible study, hapana. Lakini ni inspiration ambao ninakutana kwamba inatesa kanisa. Ya kwanza, are you ready? Ya kwanza, wa leaders, watumishi, ambao tunajiita watumishi. Watu wengi wanafungua makanisa bila Mungu hakuwaambia wafungue kanisa. Ya kwanza ile, watu wengi wanafungua makanisa, lakini sio Mungu aliwatuma wafungue makanisa. Na shida ambayo iko hapo, unakutana sasa wanasemea Mungu bongo. Wanasemea kwamba Mungu ndio anawaambia wafungue makanisa. Mungu ndio, unaona, Mungu amenipatia ufunuo. Mungu amenipatia hiki na hiki. Kumbe unakutana ni ye mwenyewe. Kuna vitu ambavyo vilimsukuma afungue kanisa. Kitu cha kwanza ambacho kinamsukuma afungue kanisa, kwanza ni tamaa. Tamaa ndio inatumaka kwanza inakusukuma ufungue kanisa. Tamaa ya nini? Unaweza kuwa na tamaa ya pesa. Tamaa ya pesa. Leo makanisa mingi zinafunguliwa kwa misingi ya pesa. Misingi ya kutafuta leader, pastor atafute maisha, namna ya kuishi. Sababu anakia kutana kwamba makazi zinakosa. Labda ana apply makazi fasi yote anakosa. Unakutana mtu ni licencié, unakutana mtu ni gradué, unakutana siwe mtu ni mtu fulani, lakini anatafuta kazi fasi yote anakosa. Ana watoto, ana jamaa kubwa ambao linamtegemea. Sasa idea inakuya, akishatuona kwamba anahubiri mzuri, watu 2 3 wanamfurahia, ile tamaa inamuingia ya kusema hii ni cop. Anafungua kanisa ili aifanye kama kazi ya kumuingizia kipato ndani ya familia. Ile ni mistake kubwa sana ambayo inafanya leo makanisa mingi zinajikuta sasa zinakuwa kustandard, haziendelee, sababu zilifunguliwa kwa misingi ya pesa. Mchungaji alifunguaka kanisa kwa msingi ya pesa. Njoo nakutana sasa kanisa leo inabakilia tu ni pesa, pesa, pesa. Money, money, money. Mwenye hatowe ndani ya kanisa anakuwa adui wa pastor. Kama tu wewe hautowaki, pastor hata kuombeaka, pastor hata kujali, pastor hakujue kama hautowaki. Juu ya nini? Sababu kanisa alifungua kumisingi ya pesa. Ya ingine ya kufuata pale
ambayo inasukuma pasta kufungula kanisa ama mtumishi kufungula kanisa ni tamaa ya cheo. Tamaa za cheo. Tamaa ya cheo inakufanya kuwa idea ya kufungua kanisa ikuie. Sababu unakutana kwamba kwa nini na mimi basi nite bishop? Kwa nini na mimi basi nite apostle? Kwa nini na mimi basi nite fulani? Kwa nini na mimi basi nite prophets? Kwa nini na mimi basi nite mtu fulani? Sasa una take advantage ya kale karama ambao ulipewa. Sasa kana kufanya seke na weye ufanye nini? Uanze na we yako ministeri, uanze na we kazi yako ya Mungu, unaweza na we na kanisa yako, ili na we ukwe mchungaji, ukwe bakuite bishop, bakuite na we siwe mtu fulani. Yani kupenda cheo inatuma kanisa leo mingi zinafunguliwa kama mabuyoga. Unakutana sio kanisa ambao Mungu alifanya ikue. Sababu unajua, acha nikwambie kitu moja. Mungu kufungua kanisa, kusema Mungu aambie mtu ufungue kanisa, anakuwa na shaba mingi pale ambapo anakuambia ufungue kanisa. Ndio kwenye watu mingi wanafanyia kama mistake hapa. Hawajuake namna mission ya Mungu pale kwa ambapo kuna pasha funguliwa kanisa. Sababu acha nikwambie kwamba, ndakupa tu example yangu. Mimi niliishi mkambi ya refugee muda wa siku chache. Baada ya pale nikaingia town na njo mahali nikafanya maisha yangu. Lakini sikuwahi kuwaza hata siku moja kwamba ninaweza kuitwa pastor, ama akili yangu iniambia kwamba siku moja nitakuwa pastor. Sikuwaza hata vile siku moja, na sikubipenda. Hata mke wangu hakubipendaka kabisa, na yani nilikuwa niko na vipinga. Sipendi, sitakuwa ka pastor maisha yangu. Sasa wakati inafika, mchungaji wangu Pastor Zangangi Emmanuel, jete sali mahali ulipo, akaanza kuniambia kwamba bwana, mimi naona niko naonesha kwamba inabidi nikuombee ukwe pastor. Nikamwambia pastor, ile njoo vitu moya maike sipendi hata, yani usiniambie yake hata siku moja. Kama unapenda tukorogane, uniambie vile. So basi wakati mchungaji aliona mimi namshinda kwa ile, akanyamaza bikapita vile. Sasa siku moja, miaka imeshapita na tumesha sahau, pastor akafanya nini? Ilibidi avoyager, aende Arua. So kama ilikuwa ni Arua, aende Kongo. Alikuwa anapasha enda Kongo, tulikuwa sisi tunaishi katika Kampala. Ilibidi aende Kongo. Sasa akakosa ataachia kanisa nani. Sasa na mimi nilikuwa tu mwinjilisti tu ndani ya kanisa, kenye Mungu anasema ni ubiri, mimi nahubiri. Sasa mchungaji kaniambia, papa, mimi napenda ubakiane tu kanisa tu hii wiki yenye sitakuwa, wenjo uchunge administration yote ya kanisa, na upange kanisa kwa hii siku ambayo sitakuwa. Ni wiki tu, yani wiki moja tu sitakuwa. Yani ujikaze hii Sunday antuka upange kila kitu kwa mchungaji wa kanisa. Okay, sawa, kama ni ile hakuna shida pastor, hakuna problem. No, aliambia ka wiki mbili. Anaenda Kongo, atarudia. Nikasema basi hakuna shida. Ile wiki mbili tu haina problem. Sasa unajua, kumbe Mungu anakuwa na mission na mtu, lakini inabidi kujua ni mission inakuya namna gani. Pastor akaenda Kongo. Wakati alienda Kongo, mimi nikabakia na kanisa, si ya kuwaka mchungaji hata siku moja. Lakini pastor kwenye alienda, bakenda wakamupa sumu, bakamupa poison. Wakati balimpa poison, kuliko afanye wiki mbili, akafanya mwaka mzima. Sasa mwaka mzima mimi nachunga kanisa. Pastor aliniachiaka ba Kristo walikuwa ilikuwa kama 25. Ilikuwa batu 25 ndio ilikuwa kanisa ndogo. Lakini wakati pastor aliporudi, akakuta watu 50 na
50 kupanda. Watu walishakaongezeka hivi kanisani. Pastor sasa alirudia akasema, unaona sasa, upende usipopenda ninakuombea buchungaji sasa. Nikasema basi kama vile Mungu anataka, alionyesha ya kwamba ninaweza kufanya kitu. Sasa akaniombea upastor. Wakati ananiombea, nikafika mwisho, nikaenda Marekani. Wakati sasa mimi nafika Marekani, sikiliza misio ya Mungu. Watu msikuwa mnawaza kwamba eti Mungu anakupatia misio, unawaza labda ni misio yenyewe inaendelea maisha yote. Hapana. Mungu anaweza kukufanya tu pastere juu ya mtu tu moya mudunia wataokokaka juu yako. Samwa ni ule tu. Na siku tu ule mtu anaokoka, siku unamfikiria, unakutana misio inaisha. Sasa lakini sisi sababu hatujue, sisi tunaendeleka sasa, tuko tunakazana tu, tunakazana. Wakati sasa mimi naenda Marekani, mimi naenda fika sasa, bananibeba katika inchi, katika site ambapo hakuna kanisa ya Bakongole, hakuna kanisa ya Baswahili, hakuna kanisa ya Baafrika yoyote yenye inakuwa pale. Banibeba kafasi moja kwenye kuna kuka bazungu peke yake. Ile wakati kulikuwa 1% ya Banoire tu ndio walikuwa pale, yani ba Black American. Bengine bote walikuwa bazungu. Sasa ba refugee wengi balifika pale, bakakuwa banakosa sasa, banaenda mu makanisa, habasikie lugha, habasikie chochote. Sasa bakakosewa na pastor, bakakosewa na mtu ambaye anaweza kubaongoza kiroho. Sasa na mimi wakati sasa mimi nafika pale, mimi nakuta sasa kuko ile carence. Nakuta kuko carence, nakuta hakuna kanisa yoyote kuna kwa kama kanisa tu za nini za ba American. Wakati sasa siku moja tuko tuna mama moya nazala, bananiita banasema, pastor, ukuye utufanye nini? Ukuye uombee huyu mama. Ule mama kaniita, nikaenda kwake. Sasa wakati mimi nafika pale, nikakutana ba mama wengine biko pale na watu wengine balikia kumuona. Ile tu kukamata mtoto, naanza kuomba, batu bakajazwa roho. Wakati mimi namaliza tu maombi, amen, batu yote bakasema, pastor, na njoo tunaanza kanisa. Mimi nikamwambia hapana, mimi siwezi anza hivyo, inabidi nisikie Mungu amenizungumzia. Bakaniambia hapana, pastor, tulikuwa tushatafuta pastor miaka na miaka hapa, tukamkosaka, lakini leo Mungu ametutumia mchungaji. Basi ndugu yangu, pale njo kanisa ilianziaka ya ile wakati. Kanisa Mungu akafanya maajabu, akaenda tupatia pasere moya wa mzungu, akatupatia kanisa, akatupatia mahali pa kuombea, hatukuwa tunalipa, na njo gisi kanisa ilikuya ikajaa, kanisa ikakuwa kubwa. Lakini sio kusema kwamba na njo manake Mungu ananifanya pastere wa kufungua makanisa. Ni sababu ile ilikuwa ni bezwe yenye ilikuwa pale, njo Mungu akaanza kuniprepare tangu kule Afrika ya kwamba nitakuja mahali hapo nifanye nini hiyo kazi. Sikia wewe ndugu yangu ambaye unabania karama sana, unabania uchungaji, unabania kila kitu. Hapana. Mungu anaweza kukufanya mchungaji lakini kwa mission fulani tu. Lakini sasa ile mission inafika, sasa nilishatimia. Usiganganie vitu. Usibiganganie. Njo kwa maana
inabidi unaenda na inspiration ya Mungu. Kwa unasikia Mungu anakuambia nini katika utumishi yako. Yenjo kwa na kuongoza juu atenda na kujulisha iske misio imeisha ama misio hayamalizika. Shida ni kwamba sasa misio inakuwa kelisha malizika, lakini unakazana tu, unakazana. Lakini leo nikwambie kwamba leo nashukuru Mungu, leo siku yake kule, nilihamaka kule, lakini leo kanisa iko. Na mimi siko pastori wa kusema kwamba mahali wakati sababu mitunjo nifungula kile kanisa nianze sasa kuambia watu mjoo vile mlipatie rapport, njoo vile mnivambie vya kanisa, mulete sadaka, mvulete hivi. No. Mungu anaweza nipa maono ya kufungula ile kanisa, ya kuanzisha ile kanisa, lakini sio kusema kwamba mie njoo mimi napaswa kuiendelesha. Baada ya mimi Mungu anaweza leta mwingine anaendelesha tena bupya, na baada tena ule tena analeta mwingine vile na vile. Haiko kusema tu mpaka mie peke tu. Ndio makosa ambayo tunafanyaka pale. Acha tusome katika mbele, tuingie kwa pili, tusome tena ile neno ambayo tulisoma juzi, ile sitatoka pale yenye iko katika Wakorinto 12. Tulianzaka mstari wa 4, lakini leo tutasoma mstari wa 6 peke yake. Sikia, inasema hivi. Aseme na kuna kazi mbalimbali. So for those who can't understand Swahili, I'm just talking about the way the first mistake. On the first mistake, I was saying that many people they start the church, but without instruction of God, from God. So you just start a church, maybe because of lack of money you start a church, and maybe because of you need power. Because of power, you are in need of to be called a pastor. You are needed to be called a prophet. You are needed to be called I don't know who. So it comes, then you say, okay, I'm gonna start a church, which is not like that. To start a church, you have to know that you have to be called by God. You have to be told by God. Let God instruct you what you're gonna do in the when you start the church. So let us read. We're gonna read in 1 Corinthians chapter 12. Last time we did chapter 12 from 4 to 7, but today we're gonna talk only 6. That means 1 Corinthians 12:6. So sita inasema hivi, na kuna kazi mbalimbali, lakini Mungu ni mmoja anayetenda kazi zote katika wote. Sikia, na kuna kazi mbalimbali. Acha tusome kwanza, labda tusome ya tusome ile ine tu tusikie, wala tuanzie 5. Na kuna utumishi mbalimbali, lakini Bwana ni mmoja. Na 6 sasa, na kuna kazi mbalimbali, lakini Mungu ni mmoja anayetenda kazi zote. Anayetenda kazi zote kwa katika wote. Let us read in English. Let us read in English, because I need my people also to understand what I'm talking about. So 1 Corinthians chapter 12, let us start on 5. And there are differences of administrations, but the same Lord. There are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which works. Listen to me. Which works. Sorry. And there are diversities of operations, but it is the same God which works all in all. Yani ni ule Mungu njo mwenye anatumikaka karama zetu zote. Sisi ni bakutimiza tu.
yeye njo anafanyaka zote. Tuliongea juzi pale, lakini mimi napenda njo kwenye tuendeleshe hii mistakes. C'est-à-dire quoi? Mungu anatupatiaka karama, Mungu anatupatiaka vipaji, Mungu anatupatiaka ma missions, Mungu anatupatiaka ma ministries, lakini yeye njo anazifanyaka ndani yetu. Sio sisi njo tunafanyaka, ni yeye anafanyaka. Yani ni Mungu anaitilize midomo zetu, Mungu anaitilize akili zetu, Mungu anaitilize mwili zetu ili afanye yale anataka kufanya mbele za watu, ili ahubiri watu, ili afundishe watu, ili afanye kazi ndani ya watu. So he's just using our body. The Lord is just using our mouth. The Lord is just using our brain. The Lord is just using our whole body so that he can express himself in front of people. So it doesn't mean that we are the one who do that. It doesn't mean that we are the one who do ministries. No, it's the Lord who does ministry in us. Nawaza kwamba munisikilize, ili mkinisikia hapa hizi 12 zote mtazielewa vizuri. So nilikuwa naongelea kuhusu ya kwanza. Sasa twende ya pili. The second one. The second one ni orgueil. Kiburi. Niliongea tena la fois passée mu video ilipita. Kiburi. Proudness. Batu bengi, ba leaders bengi, kiburi zimewaingilia. Kiburi imeangilia wa leaders wengi sana. Ujiulize, mtu mbele afungule kanisa, alikuwa kama mtu mpole, alikuwa kama mtu mvumilivu, alikuwa kama mtu anaongea na watu vizuri, alikuwa na relationship mzuri na watu, lakini baada tu ya kufungua kanisa, bananza muita mchungaji, bananza muita pastor, bananza muita bishop, bananza muita apostle, bananza muita nabii, profete, bananza muita fulani. Kiburi inapanda. Kiburi. Yani batu yote banakuwa chini yako. Batu yote banakuwa chini yako. So hii ni kitu ambacho shetani alipanda ndani ya kanisa ili kwa kuvuruga, sababu unajua wakati anapanda kiburi ndani ya mchungaji anavuruga kanisa mzima. Ndio kwa maana Biblia ikasema kwamba nitapiga kanisa, nitaanzia kwa wachungaji. Nitapiga kondoo, nitaanzia kunini? Kwa wachungaji. So anakamata kiburi, anaipanda kwanza ndani ya nani? Ya wachungaji. Sasa banakuwa na mabiburi mingi, banakuwa na maorgeye mingi. Katika zile orgeye sasa ndio shetani sasa anababania ndani. Banakuwa banaongoza sasa kimwili, kumbe kiroho hapa kwake tena. Unasikia sasa mtu alishaka bakilia maombi mrefu ya kuskam tu watu, kumbe ndani hakuwake tena. Kiburi lishamukula, kiburi lishaka mujaza. Haiko mie, niko tunasema hiyo ni ya pili. I was talking about the second one is proudness. Many leaders, you can see he was a very good man when he was just simple man. When he was still civilian, let me say that. When he was still civilian. But the time he started church, the time he started the church, he became a pastor, he became a apostle, he became a prophet. The proudness come in, because the proudness is the seed of Satan, is the seed of evil.
And the Bible said that the evil is full of proudness. That's why the evil came in a church, and they started with leaders. They put proudness in them so that all the churches members can be confused. Ile ni ya pili. That's the second one. Tunaenda ya tatu. Ndenda haraka haraka ili video sikuwe mrefu sana. Ya tatu, kupiga Mungu kudeta. Watu wamesha piga Mungu kudeta. Ba leader, ba machungaji ya kanisa wamesha piga Mungu kudeta. Kumbuka nilianza kwa ile video ya kwanza nilisema kwamba turudishe misingi ya nzuri ya kanisa. Ndio kwa maana nasititizia sana kwa hii mistake 12. Kusudi yule atakayenisikia anisikie. Ya tatu, kupiga Mungu kudeta. Watu wameshapiga Mungu kudeta. Batumishi mmeishapiga Mungu kudeta. Labda utajiuliza namna gani? Utasema huyu baba iko naongea vitu gani? Takwambia. Acha sikia. Wewe unaanza kanisa. Lakini sasa vile nilikwambia mbele, eske kweli tukisema kwanza ukweli ya Mungu, wewe ndio visionary wa kanisa? Sababu tuliongea nini? Tuliongea kanisa manake nini? Tuliongea kanisa kama vile Biblia ilisema ile siku, tukasema kwamba kanisa ni muungano. Ni muungano ya vipaji. Ni muungano ya mahuduma Mungu alitia ndani ya watu. Sasa ile miungano zote yako, yangu, ya huyu, injo inajenga sasa mwili wa Kristo. Ndio vile tulisema. Sasa wakati inajenga mwili wa Kristo, sasa ile ndio inaitwa sasa kanisa la Mungu. Hata kwa wa mkanisa yenu, hata sipokuwa wa mkanisa yenu, lakini iko tu wa nini? Wa mu corps Christ. Sorry. Sababu ni umoja wa katika viungo vya Kristo. Lakini sasa we leo unasema we ndio visionnaire. Eske kweli haumupige Mungu kudeta? Sababu Mungu ndio visionnaire wa kanisa. Kristo ndio visionnaire wa kanisa. Me sasa we leo unajiita we ndio sasa visionnaire wa kanisa. Imagine. Unaona mie msicheze na mie, mimi ndio visionnaire wa hii kanisa. Mimi ndio ni visionnaire, mimi ndio nilianzaka. No. Haukuanza kanisa. Hapana. Haukuanza kanisa. Ulianza njoo kutafuta vile viungo vya Kristo. Ulienda kuvitafuta. Okay, haina problem. Lakini sio kusema kama wewe ndio ulianza. Sababu kama wewe ndio ulianza, maana yake wewe ndio ulikamata ile huduma ukazitia ndani ya wale watu. Batumishi waliko pembeni yako, kila mtu ana huduma yake. Sio wewe uliitia ndani, ni Mungu alitia ndani. Ni Mungu alitia ndani ya watu. Sasa wewe ukakuwa tena visionnaire tena namna gani? Kristo ndio visionnaire wa kanisa. Tusipige coup d'etat, hapana. Biblia inasema sisi wote ni watumishi. Ndio maana banatuitaka batumishi, the servant. How come a servant can be again the CEO of the church? Imagine. The Bible is calling us the servant. The servant. We are just servant. We are serving the Lord. We are doing the work of the Lord. So now, how come you are doing the work of the Lord
and you become again the CEO of that work. You become the visionary of that work. You become the founder of that work. Imagine, you are just a simple servant. Simple. When I'm a CEO, I can give a task to anybody. It doesn't mean you know or you don't know. I can just give a task to anybody. Because I'm with the CEO. Ndio kwa maana Mungu ndio anapana sasa ile matask. It's God who gave us the task. But it doesn't mean that I'm the visionary of the task. No, I'm not the visionary. Because before me, there is many people passed after me. They will pass after me, and they were there before me. So it doesn't mean that you become a visionary of the church. If you become a visionary of the church, that's the coup d'etat. It is a coup d'etat. So batumishi mingi leo bamepiga Mungu coup d'etat. Bamepiga Mungu coup d'etat. Tukamate kwanza example moya. Biden na Bala balifanya kazi za ajabu sana. Lakini nani mwenye alishaka sikia ministeri ya Aidin na Bala? Na mwenye shaisikia aseme, oh, this is a Aidin na Bala ministry. Ushaka isikia wapi? Hakuna. Lakini batu balimufataka, batu balipokea kutoka kwake. Lakini sababu alikuwa mtumishi wa kweli wa Mungu, hakujiitaka hata siku moja yeye ndio visionnaire. No. He was just a servant. Mwenye alikuwa na ile huduma, akatumikisha huduma yake gisi Mungu alimupa hayo, ikajaza watu, ikabariki watu, watu wakampenda. Okay, tukamate example ya Kimbangist. Kimbangu hata siku moja hakujitaka yeye ndio Kimbangist. No. Hakuna ministeri nje banaita ministeri ya Kimbangu. No. Lakini batu apre yeye sasa njo batu bakaigeuza, bakaanza sema bale ni ba Kimbangist. Yani bale batu bebalifuata Kimbangu. Lakini haiko Kimbangu njo alisemaka awa ni batu yangu. Aba minjo visionnaire wabo, minjo baba yabo, minjo Mungu wabo, minjo fulani wabo. Hapana. No. Batu njo balianza sasa kuwaita ba Kimbangwiste. Manake watu ambao walimufuata Kimbangu. Mu ile nguvu zenye alikuwa nazo, mu ile huduma alikuwa nazo, batu bakaanza kumufuata. Njo batu bakaanza baita ba Kimbangwiste. Lakini sio Kimbangu alisema seme mie tangu leo muniite minjo Kimbangwiste wala Kimbangwist ministry. Habikuwake. Jamais na habitakuwa. Ukifanya vile manake umepiga Mungu coup d'etat. Umepiga Mungu coup d'etat. Ministeri ya Mungu naitia jina yako namna gani? Tusemeshe ukweli. Okay, baada yako bengine habatakuwa. Before weye bengine habakukua. Bengine habakukua na ile ministeri. Nini ya mupya yenye unaleta? Kitu gani kipya ambao utaleta mbya Mungu? Nothing. There is nothing. Ni bile bilipita. Batu benye balipita miaka nao balikuwa na bile. Na wewe unakuya tu kubiendelesha. Wewe tuko tu bakuendelesha. Na sisi baada ya kupita bengine nao bataendelesha vile. Bataendelesha. Hakuna kitu kipya duniani. Hakuna kitu kenye ulicreate. Aseme hiki njo kiangu na mie na kicreate kikwe kia mupya na uki kiandikiwe mu Biblia. Hakuna. Nothing. Bile ni bile bia tuko tunakamata bia bilipitaka. Sasa leo unabifanya vinakuwa byako. Unapiga Mungu coup d'etat? Tusemeshe ukweli. Tusemeshe ukweli ya Mungu. Ya ine. The fourth one.
kuongoza kanisa na maprinsipe maprinsipe za utu kuongoza makanisa, kuongoza kanisa na prinsipe za kiutu, sio za Roho Mtakatifu, lakini za kiutu zako binafsi. The fourth one, to lead the church with your own principles. Not the principle of God, not the principle of Holy Spirit, but your own principles. I say, I have my own principles. Nobody can go over my principles. Huh. Man. Be careful. Be careful, people of God. Shetani ameingiza vitu ambapo watu vinakamatika kama kawaida. Siyasema kama hauko mtu wa Mungu. No. Uko mtu wa Mungu. Uko leader. Lakini shetani ameingiza seed yenye unakuwa naona saa vile it's normal. It's normal. Imagine how come uko na maprinsipo zako za kizalikio, za mfamilia yenu. Unajua kwetu sisi tunakuwa hivi. Kwetu sisi tunakuwa hivi. Kwetu sisi tunakuwa hivi. Kwani sisi mnakuwa hivi, lakini sio kanisa. Hapana. Hapana. Hautaenda leta makilitiri zako za kibembe, makilitiri zako siweza za bumushi, za makilitiri zako za burega, makilitiri zako siweza za wapi, uanze kubileta njoo ndani ya kanisa. Imagine. Na unapenda batu yote basa bakufuate mabile bile. Juu tu wenjo pasteur, juu tu wenjo mchungaji. Hapana. Hapana. Kama unalidi kanisa, tosha kwanza kilitire pembeni. Culture. That's your own culture. The church is a multi-people. Different people from different background. So don't think because only you are a leader, because only you are a pastor, you're gonna lead those people with your own principles, with your own culture. You need to install those cultures in those people. No. Hapana. You have to see the principles of the Bible, not your own principles. Not your own principles. No. Hallelujah. I think you are following me, but it's now 43 minutes. I don't want this video to be long because I need you to follow the second one. I need you to follow the second one. Look for the second one. You will have it. We are talking about 12 mistakes in the church. 12 mistakes of leaders. And we are talking about the fourth one. So let me talk about the fifth one. Ya tano. Ya tano ni hallelujah. Ya tano ni tunasaidia sisi wa leaders. Tunasaidia shetani kwa kazi. Hey. As leaders, I'm just talking about us because I'm also a leader. So I don't want people to say